went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. That is Matthew 28 verse 16. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. So the 11 disciples, why 11? Maana mmoja alikuwa tayari amesaliti, alikuwa ni Yudasi, alikuwa ameondoka katika hesabu ya wale thenashara ambao walikuwa ni wanafunzi. So maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo wakati amefufuka, sasa anaenda kurudi kwa Baba. Wale thenashara wale 11 wamekutana pale Galilayo. And the Bible says Yesu alikuwa amewaambia tukutane pale Galilaya baada ya kufufuka. Maandiko yanasema ya kwamba in verse number 17, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Walipomuona, kuna wale walimshujudia, lakini kuna wale ambao walikuwa na shaka. Kulikuwa na wale walikuwa na shaka. Hebu nisimame hapo kidogo. Tunapoongea kuhusu Yesu na mamlaka iliyo ndani ya jina lake, tunapoongea kuhusu Yesu na utawala ambao amepewa na Mungu, kuna watu ambao watakuwa na shaka, watadoubt. Some people will doubt our message. Lakini hiyo haina shida. Bwana asifiwe. There are people who are there to doubt. Kuna watu wamewekwa pale na shetani, kazi yao ni kudoubt, ni kuwa na shaka. Hawana imani na kile ambacho tunasema, hawana imani na kile ambacho tunazungumza. Nikisema ya kwamba jina la Yesu lina mamlaka juu ya vitu vyote, juu ya falme zote, kuna watu ambao wanakaanga kule wako na shaka. Ukiingia kwa mitandao utakuta wengi ambao wanapuuza, wanauliza who is this Jesus? Mimi I believe in God, but huyu Jesus ni nani? Sijui nini. They are full of doubt. But listen to me, your doubts will never change the facts and the truth of God. Amen. Shaka ya wanadamu haiwezi badilisha uhalisi na ukweli ulio ndani ya Mungu. Hata watu wote wawe na shaka, hata watu wote waseme hatuamini, hata watu wote waseme hiyo mambo hatutaki kusikia, hiyo haiwezi badilisha uhalisi, uhakika na ukweli wa kile ambacho Mungu amenena. The doubts of men can never change the realities of God. Praise the name of our Lord Jesus. Ndio maana Yesu anapowatokea, yeye haangalii mambo ya shaka. Actually ana ignore shaka. Actually Yesu hawaambii mbona mumedoubt, ati simuniamini tafadhali. No. Anapowatokea in verse number 18, angalia the next verse. Kuna wale wamekataa, lakini angalia the next verse. Yesu amefanya nini? The next verse inasema Yesu akafungua kinywa chake kuongea. Na alipoongea alisema nini? And Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. I have been given all authority in heaven and on earth. Hakuangalia doubts. Aliwaambia the reality of God. Aliwaambia uhalisi wa Mungu na uhakika wa Mungu. Akawaambia ya kwamba nimepewa mamlaka. Mamlaka yote nimepewa. Akasema mbinguni na hata duniani. All authority nimepewa kwa mikono yangu, akasema Yesu. Hallelujah. All authority. Kila mmoja sema all authority. All authority. Na hapo ndipo aliweza kuwa commission. Akawaambia now go therefore and then sasa, maana mamlaka ni yangu. And then sasa, maana nimepewa mamlaka. And then kwa hiyo mamlaka na mfanya wafuasi kwa kila taifa, mkiwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Haleluya. Akasema enendeni sasa, maana mamlaka ni mimi nimepewa, so ninawatuma kwa mamlaka yangu. I send you with my authority. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Now the name of Jesus Christ anasema limepewa mamlaka yote. And if you check verse number 18, anasema all authority. All authority. Tupende Kiswahili, mamlaka ama utawala wote. Utawala wote anasema umepeanwa mikononi mwangu. Na unapoangalia mamlaka na utawala, Yesu akaja kwa Kiswahili nasema, Yesu akaja kwa akasema, nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Let me tell you church, that is the key to your victory. Funguo ya ushindi wako iko ndani ya huyo mstari. Huu mstari utakapoelewa authority, mamlaka iliyo ndani ya jina la Yesu Kristo, mamlaka ambayo iko ndani ya yule tunayemwamini, ukishaelewa hiyo, I want to tell you, this is the key. Hii ni funguo ya ushindi wako mkubwa sana. Huu ni ufunguo ambao ukiutumia ufunguo huu utaweza kukuposition mahali ambapo hautakuwa na wasiwasi wala uoga wala kutetemeka wala tishwa na vitu. Mimi nimeona watu wengi ambao wanatishwa na vitu, wanatishwa na mapepo, wanatishwa sijui na majini, wanatishwa sijui na mazingaombwe, wanatishwa sijui na wachawi. And people today are preaching more of witchcraft than our victory that we have in Jesus. Leo hii hebu niwaambie, hata injili zile ziko nyingi ni za wachawi. Bwana asifiwe. Wachawi wanafanyanga, wachawi wanaendanga, ndio, lakini the bottom line ni hii: tukiwa katika mamlaka ya Kristo Yesu, hao wachawi hawawezi kutushinda. Hao wachawi hawawezi kutupeleka mahali popote, because we are trusting in the name that is above all names, and that is the name of Jesus, the name of all authority. Yesu mwenyewe ameshuhudia na amesema ya kwamba nimepewa mamlaka yote. Ambia mwenzako, mamlaka yote imepeanwa kwa Kristo. Mwambie mtu, mamlaka yote imepeanwa kwa Yesu. All authority has been given to Jesus, not to any other person. All authority has been given to Jesus, and that is a truth. Hallelujah. So in John 14 from verse number 13, Yesu Kristo anawaambia hivi ya kwamba because all authority has been given, has been laid upon my name. Mamlaka yote imewekwa kwa jina langu na utawala wote umewekwa kwa jina langu. So Yesu akasema, anawaambia, and whatsoever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Hallelujah. And whatever you ask in my name, na chochote mtakachouliza kwa jina langu. Chochote, underline the word chochote. So the name of Jesus, jina la Yesu, inatupatianga the right of access, ama inatupatia haki ya kupokea vitu vyote vya Mungu, maana vitu vyote vya Mungu vimewekwa kwa jina la Yesu na vimewekwa kwa mikono yake. Hallelujah. Kama unaelewa hivyo kwamba vitu vyote vya Mungu vimewekwa kwa mikono ya Yesu Kristo. Praise the name of our Lord Jesus. Actually in Matthew 11, the same Matthew 11 and verse number 27, Yesu anasema ya kwamba vitu vyote vimepeanwa kwake. In Matthew 11 and verse number 27, he says, Matthew 11:27, all things are delivered unto me of my Father.
And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he whosoever the Son will reveal to him. Let us concentrate on the first line. Tupenda Kiswahili, the first line, Matthew 11:27. First line, angalia hivi. Anasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Vitu vyote. Semeni vitu vyote. Sema vitu vyote. Sema vitu vyote. Yesu mwenyewe anasema, nimekabidhiwa vitu vyote. All things. All things. Vitu vyote anasema nimekabidhiwa. Vitu vyote vya uhai, vitu vyote visivyo na uhai, vitu vyote vya dunia, vitu vyote vya angani, vitu vyote vya chini ya ardhi. Yesu anasema nimekabidhiwa na Baba. So vitu vyote ambavyo mwanadamu wanatafuta, vitu vyote ambavyo mwanadamu wanataka, maandiko yanasema vimekabidhiwa Kristo. So when we talk about Jesus, tunapoongea kuhusu Yesu, we are not just talking about a mere man. Tunapoongea kuhusu Yesu, hatuongei tu just a philosophy. Hatuongei tu dini. No. Tunapoongea kuhusu Yesu hatuongei dini, wapendwa. Yesu sio dini. Yesu ni mamlaka. Hallelujah. Nasema Yesu sio dini. Yesu ni mamlaka. Yesu sio dini. Yesu ni uhai. Anasema kwamba yeye ndiye ako na jina na amepewa mamlaka na utawala wa vyote. That's why I love talking about Jesus. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Ndio maana napenda kuongea kuhusu Yesu, because I know that Jesus is a custodian of the things of God. Yani yeye ndiye anayeshikilia, yeye ndiye muweka hazina wa vitu vyote vya Mungu. Muweka hazina yote ya Mungu ni Yesu. Anasema vitu vyote vimepeanwa kwake. Na anaposema vitu vyote vimepeanwa kwake, ni kusema kwamba yeye ndiye custodian. Yeye ndiye muangalizi. Yeye ndiye anashughulikia. Yeye ndiye anaelewa. And that is why anawa encourage na kuambia wanafunzi wake, anasema na chochote mtakachoomba kwa jina langu, basi muwe na uhakika nitawapatia. Kwa sababu atapeana. Kwa sababu gani? Kwa sababu vitu vyote vya Mungu amewekewa kwa mikono yake. So tunapoitisha kwa jina lake, basi tuelewe ya kwamba lina mamlaka ya vitu vyote. I want to encourage you one thing. Never pray a prayer excluding the name of Jesus. Usiwahi omba ombi lolote bila kutumia mamlaka na jina la Yesu Kristo. Usiwahi. Maana hiyo ombi itakuwa null and void, kwa sababu yeye mwenyewe anasema vitu vyote vitafunguliwa mkitumia jina langu. Hallelujah. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Maana Baba amepeana utukufu kwa Mwana. Kwa hivyo Mwana ndiye ambaye amebeba utukufu wa Baba. Mwana kwa jina lake amebeba utukufu wa Baba. So Baba anatukuzwa ndani ya Mwana. Hallelujah. That's why hata ukiwa peke yako, enda kwa nyumba yako uanze kusema in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Litaja kwa imani. Hallelujah. Maandiko yanasema na yeyote atakayelitia jina hilo la Bwana ataokolewa. Whosoever. Why? That name carries salvation. That name carries our answer. Praise the name of our Lord Jesus Christ. So,
Anasema everything, kila kitu kimeweza kupeanwa kwa mikono yangu na Baba. Sema amen. Everything. Na wakati anasema everything, anaposema everything, it inamaanisha every need, kila hitaji la mwanadamu. Kila hitaji la mwanadamu limebebwa ndani ya jina la Kristo Yesu. Hallelujah. Daniel saw a vision. Daniel aliona maono, na akaona in the visions of Daniel. Usiku moja katika usiku, in Daniel chapter 7, Daniel 7, aliona maono ya mwana wa Mungu na kile kimepeanwa kwa mwana wa Mungu. Because Yesu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba the prophets testified, manabii walishuhudia kuhusu mimi. Hallelujah. Manabii wote kuanzia wakati wa Musa, manabii wote walishuhudia kuhusu mimi. So one of the major prophets alikuwa ni Daniel, and in Daniel 7:13 the Bible says he saw a vision, and in this vision I saw in the night a vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Hallelujah. Anasema niliona maono na nikaona nikana kwamba mwana wa Mungu, hallelujah, amekuja na clouds, mawingu ya bingu. Hallelujah. Anaonyeshwa the Son of Man. Remember katika pia story ya Shadrach, Meshach and Abednego, wakati walirushwa kwa tanuri la moto, the Son of Man appeared. Na yeye alipotokea the Son of Man, wakati walifikiria kwamba the three guys wamekufa, pale juu walipochungulia walisema namna gani? Tuliweka watu 3, lakini tunaona mmoja, na huyo mmoja wa 4, he looks like the Son of Man. Anakaa kama mwana wa Mungu. Praise the name of our Lord Jesus Christ. So Jesus Christ, ambaye akona mamlaka yote ya Mungu, hajakuja wakati amezaliwa na Mary. Hapana. Yesu Kristo na mamlaka yake amekuwa pale tangu mwanzo. Now, I want you to see kila Daniel. Give us verse number 14. Daniel 7:14. Daniel alipoona huyu mwana wa Mungu, aliona nini? Tupena verse 14 na Kiswahili. That is Daniel 7:14. Do you have the Swahili version? Tuone ni nini hii aliyoona ndani ya mwana huyu wa Mungu. Maandiko yanasema, and there was given him dominion. Do you have Swahili version? Daniel 7:14. Akapewa mamlaka. Amen. So in the vision of the night, Daniel saw the Son of God. Akapewa mamlaka. Akapewa nini? Akapewa nini kanisa? So mamlaka yote iko kwa nani? Daniel anatestify. Daniel the prophet anashuhudia. Anaona ya kwamba akapewa mamlaka, akapewa utukufu, glory yote. And number 3, akapewa ufalme. Amen. So mwana huyu wa Mungu ambaye ni Kristo alipewa mamlaka, all authority, mamlaka yote. Ndiposa leo hii ningependa iingie kwa system yako. Shetani hana mamlaka zaidi ya jina hili ambalo tunaliamini la mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Hana mamlaka. Mamlaka yote imepewa huyu mwana wa Mungu. So Daniel said, usiku nikaona, I saw in the night the vision of God, the Son of God in the clouds. Na nikaona akipewa vitu kadhaa. Anasema akapewa mamlaka
kitu cha kwanza Yesu alipewa na Baba ni mamlaka. All authority. I said all authority. All authority. Na hiyo ndiyo maana ningependa kusema kwamba ujumbe wa Yesu na mamlaka yake, shetani hataki watu wasikie. Shetani anataka watu wasikie story. Shetani anataka watu wasikie ngono chia malimo. Kwa sababu shetani hataki watu waelewe ya kwamba yeye hana mamlaka. Shetani hana mamlaka yote. Amenyang'anywa. Ukisoma kitabu cha Kolosai inatuonyesha vile Kristo Yesu, I believe it's Colossians 2 from verse 15, inaongea vile Yesu Kristo alimnyang'anya shetani mamlaka. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Vile Yesu Kristo aliposulubishwa, aliweza kuchukua mamlaka yote na akaweza kusimama na kusema nao, saa hizi sasa muelewe, I am the one in charge. Colossians 2 and verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in the cross. Hallelujah. Juu kama unaelewa, anasema, and having spoiled principalities, ameshinda falme na usultani. The word spoiled ni kusema ya kwamba amenyang'anya. Spoiling anamaanisha kwamba na yeye akisha nyang'anya, amechukua utawala, amechukua ushukani, amevua mamlaka yao. Ija kona nchamba ijere ikiro wa nchampe mwe ega kindenge ega itanyanguo o kindiro wakana ikidhono ngebuko kwata. That's what this verse is saying. Ya kwamba yeye alispoil principalities, aliwavua, aliwanyang'anya chochote walifikiria wako nacho. Hallelujah. Do you have an NLT version? Having spoiled principalities. Yani kwa mai yantubakira na hii mapepo watu wanaogopa sana. Maandiko yanasema, in this way he disarmed the spiritual rulers and authorities. Disarm ni kufanya namna gani? What is to disarm? To disarm ni wakati adui anakujia wewe na silaha zake, ni wakati wako na mabuduki. Nikiwa mtoto, kuna sinema moja nilikuwa napenda kuona sana. Nikiwa vijana wakati wa miaka yetu, kuna sinema moja tulikuwa tunaona ya jamaa moja alikuwa anaitwa Rambo. Rambo alikuwa anapiga vita, anawakanyanga, anawanyang'anya, wanaenda wakitoa jasho. Tunakumbuka hiyo sinema wale tulikuwa mimi nilikuwa mtu wa movie. Nilipenda hizo sinema sana za Rambo. Kina Sylvester Stallone. Hiyo miaka yetu. Yani vile walikuwa wanapiga maadui, wanawanyang'anya vitu, wanawafanya wakae uchi. Yani nikiwa pale nafurahia. Nasema gonga hiyo, gonga, vunja. Nafurahia sana. Naona adui ameenda mbio, ameanguka. The Bible says, hivyo ndivyo Yesu alifanya. He disarmed the spiritual rulers and other authorities. Aliwadisarm. Aliwang'oa meno, aliwanyang'anya makali, aliwanyang'anya uweza. Sema amen. Sema amen. As I speak to you today, shetani hana uweza. Spiritual powers hazina uweza. Spiritual patterns hazina nguvu. They are disarmed. Hawana silaha zao
Yesu amenyakua. Disarming ni kusema amenyakua zote. Yeye ndiye ako na mamlaka. Amenyakua upanga wao, amenyakua makali yao. He disarmed the spiritual rulers. Hallelujah. So the devil you are fearing is already disarmed. It is a spiritual fact. Huo ni uhalisi wa kiroho ambao hauwezi kubadilishwa na mtu yeyote ama na chochote. Uhalisi wa kiroho ni kwamba shetani amenyang'anywa na Kristo silaha zake zote na uweza wake wote. Huo ni uhakika wa kiroho, ni uhalisi wa rohoni. Maandiko yanasema they were disarmed. Zile mabuduki walikuwa nazo, zile masiraha walikuwa nazo, zile makarate walijua, zile mavitu walikuwa nazo. The Bible says Jesus disarmed them. Disarmed them. Hallelujah. Disarmed them. Akachukua mamlaka, akasema sasa ni mimi kusema. I am the one now who is speaking. I am the one in control. Hallelujah. The Bible says he disarmed the spiritual rulers. Spiritual rulers. Wale watawala wa anga, wafalme, sultani, wachawi, wachawi wa vifagio, wachawi wa maneno, wachawi wanaopitia kwa maji, wachawi wa kutamka, wachawi wanaotembea uchi usiku, wachawi wanaotembea mchana. Barabeta Bakiroa anasema wote aliweza kuwadisarm. Aliweza kuwadisarm. Therefore listen to me. Na mimi sitampigia shetani kengele, hapana. Sitampigia shetani debe. Some people say, okay, unajua wachungaji wanasemanga, hey, shetani hana nguvu, hana. Ndio, kwa wale wanaamini Kristo shetani hana uweza. Wale hawaamini Kristo na nguvu zake, wao ndio ako na uweza juu yao. Wale hawaamini Kristo, wale hawaamini nguvu za Kristo, hao ndio shetani ana control. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Hao ndio anawakalia. The Bible says he disarmed the spiritual rulers and authority. Spiritual rulers. Semeni spiritual rulers. Spiritual rulers ni wale ambao wanatawala kwenye anga. Spiritual rulers ni wale wanatawala juu ya maisha za watu. Maana mambo yote mnayoona ikifanyika kwenye ulimwengu wa kawaida, mambo yale huwa imekarabatiwa kwenye ulimwengu wa rohoni. Vituko mnazoona na sarakasi, maajali na vitu vingi mnazoona zina happen kwenye ulimwengu wa kawaida, huwa zimeanzishwa na zimekarabatiwa kwenye ulimwengu wa rohoni, mahali macho yetu haioni. Zikikarabatiwa, zikikuta mahali ambapo hapana imani, na mahali ambapo hapana uweza wa Mungu ndani ya Kristo, zinalipuka pale. Lakini Yesu Kristo mahali ako anatajwa. Yesu Kristo mahali uweza wake unanenwa. Hakuna uweza wote wa rohoni unayeweza kushinda uweza wake. Nasema hakuna uweza wote wa rohoni unaoweza kushinda uweza wake. Sema amen. Uweza wa rohoni, uweza wa mapepo, uweza wa majini, uweza wa warogi, uweza wote. Hakuna uweza wote. Anything spiritual ambayo iko na authority iko chini ya mamlaka ya Yesu. Hallelujah. Iko chini ya mamlaka ya Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Then anasema, and he shamed them publicly by his victory over them on the cross. Na akawaaibisha mchana kutwa. Akaaibisha hao mamlaka.
wakaenda uchi, wakaenda bila nguo. Akawahaibisha kwa ushindi wake mkubwa pale msalabani. Pale msalabani, wakati walipomsulubisha Yesu Kristo, hapo ndipo Yesu Kristo mamlaka yake ilidhihirika. Maana alipokufa alienda kuzimu, na alipoenda kuzimu akachukua funguo na akawanyang'anya uweza wote na funguo zote, na akafungulia wote waliokuwa wamefungwa pale na shetani, hata wale baba zetu ambao walikuwa wamefungwa. Praise the name of our Lord Jesus. Akafungua, alafu akatokea na ushindi. Akasema, I have the keys of authority. I have the keys of authority. Niko na funguo za mamlaka. Niko na funguo za mamlaka. Sikiza kanisa siku hii ya leo, aliye na funguo za mamlaka, aliye na funguo za utawala ni Kristo Yesu, na yeye ndiye tunayemwamini. Ndiposa anatuambia tukiomba jina lake chochote tuwe na uhakika tunapokea, maana hakuna wa kubishana naye, hakuna wa kupingana naye, hakuna wa kuzuilia yeye. Sema amen. Inua mkono, sema sitazuilika. Sema sitazuilika. Sema kwa imani sitazuilika. Sema kwa imani sitazuilika. Sema kwa imani sitazuilika. Maana niko naye aliye na mamlaka, niko naye aliye na utawala wote, niko naye aliye na nguvu zote, naye ni Kristo Yesu, Bwana wa Mungu aliye hai. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Mazinga ombo yote Yesu Kristo akayakanyanga, akayanyonga, akayakosesha nguvu. Diposa Daniel chapter 7 mahali tulisoma inasema kwamba in a vision I saw the Son of Man being given authority. Danieli aliona miaka mingi kabla siku hii ya msalaba ifike. Hallelujah. Isaya aliona pia miaka mingi kabla siku hiyo ifike. And then Daniel 7:14 nasema he was given authority. Sema authority. Number 2, he was given honor. Sema honor. Heshima yote. Heshima yote. All the honor of the Father belongs to Jesus. Yani heshima yote ya Baba amepeana kwa Yesu Kristo. Kuna watu nimesikia sometimes wakisema, Bwana mnainuanga jina la Yesu, Bwana mnasema Yesu tunakuheshimu, Bwana hii kanisa ya Kipentekosti inasemanga Yesu apewe sifa. Yesu si muinue Baba, si ni muinue Baba ndiye akona heshima yote. Lakini angalia mstari huu unasema namna gani? Baba amempea mwana heshima. Amempea mwana all the honor. Say all the honor. And all the sovereignty over all the nations of the world. Hallelujah. All the sovereignty. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Over all the nations. Juu ya mataifa yote. There is no nation. There is no king. There is no ruler ambaye ufalme wake ni zaidi ya jina la Kristo Yesu. No one. No one. There is no president ambaye sovereignty yake, ufalme wake, utawala wake umezidi utawala wa Kristo Yesu. Daniel the prophet alisema sovereignty yote, utawala wote, ufalme wote, ukuu wote umepeanwa kwake. Then he says so that people of every race and nations and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. Tupatie na Kiswahili. Tusome hiyo mstari ya mwisho. Watu waelewe. Tumaliza na hiyo. I think we can finish with that one. Anasema his kingdom
will never be destroyed. Hallelujah. Akapewa mamlaka, utukufu na ufalme, ili watu wa makabila yote, mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Watu wote wameitwa kumtumikia Kristo. Hallelujah. Nasema watu wote, mapenzi ya Mungu, mpango wa Mungu ni kwamba watu wote wamtumikie Kristo. Anasema na mataifa yote na lugha zote wamtumikie. Utawala wake ni wa milele na ufalme wake kamwe hautaangamizwa. Ufalme wake, utawala wake ni wa milele. Utawala wa Kristo ni wa milele. Utawala wa, hii ndio kanisa imepungukiwa kuelewa. Hii ndio kanisa inafungwa macho isielewe. Kanisa inakubaliwa isikie hadithi nyingi, lakini inakosa nafasi ya kuelewa utawala ulio ndani ya yule ambaye wanaamini. Anasema utawala wake ni wa milele. His authority, his rule is eternal. Hakuna mtu anaweza kusimamisha utawala wa Kristo. Hakuna pepo inaweza kusimamisha utawala wa Kristo ndani ya maisha yako na ndani ya nyumba yako. Hallelujah. Unapaswa uende ndani ya hiyo nyumba yako. Hapa unakaa, unasema hii nyumba ni Yesu huwa anatawala. Hii nyumba, utawala wa Yesu hauwezi kusimamishwa na mapepo, hauwezi kusimamishwa na majini. Utawala wa Yesu katika hii boma hauwezi kusimamishwa na chochote au lolote au yoyote. Anasema ufalme wake hautaangamizwa. Hauwezi angamizwa. Ufalme wake hauwezi angamizwa. His kingdom can never be destroyed. His kingdom can never be destroyed by anybody, by any person, by any pattern. Na wale washawaijaribu kupingana na kingdom yake, basi wamerip na wameona, they have seen, wameona matukio. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Ambia mtu utawala wa Kristo hauwezi kusimamishwa na yeyote au na chochote. Ongea na mtu, mwambie utawala wa Kristo hauwezi kusimamishwa na yeyote au na chochote. His kingdom, his rule, his authority cannot be stopped. Anybody who think he can stop Jesus in our lives, pole kwake, hawezi. Any demon that think inaweza ku stop Jesus, the rule of Jesus, the rule of Christ, pole kwa hiyo pepo. Maana his kingdom can never be destroyed. His rule can never be overcome. Hallelujah. Let me tell you, this is a key to your victory. Hii ni funguo ya ushindi wako. Naona hivyo unakaanga kila wakati, ingo inaina, ingo maka. Kuna mtu mmoja juzi amekuja akaniambia, mimi sijui nasikia niko na uoga, nasikia kutetemeka. Kamwambia unatetemeka nini? Unaogopa nini? What are you fearing? What are you fearing? If you have Jesus, everything else is under your feet. Ati sijui ninasikia kutetemeka, nasikia sijui. Nikamwambia usitetemeke. Enda ukaza jina la Yesu. Declare the name of Jesus and the rule of Jesus in your life. Hallelujah. And the rule of Jesus will never be destroyed by anybody. No demon can stop the rule of Jesus in your life. His name carries authority. His name is greater than any other name. Tutaangalia in the next sermon, part B yake. Part B tutaangalia mahali Bible inasema in the book of Philippians that God gave him a name that is above every name. That will be the next session. Hallelujah. That God gave him a name that is above every name.
At the mention of the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Just be upstanding with your feet. Tunapoweka just a comma mahali pale. Anasema in the book of John, if you ask anything in my name, if you ask anything in my name, because my name can never be hindered. My name is a carrier. My name is a seal. Chochote utakachoomba kwa jina la Yesu, hilo jina ni seal, ni kifunikio cha kile ambacho umeitisha. Listen to me. Actually, chochote unaitisha kwa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu ndio security ya kile umeitisha kiweze kukufikia. Hallelujah. I want us to ask all that we desire in the name of Jesus. In John 14, anasema, if you shall ask anything in my name, I will do it. John 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. Church, what do you need in your life? What is your desire? What is your prayer? What is your burden? What is your challenge? Changamoto yako ni nini? Ombi lako ni nini? Upungufu wako ni nini? Hebu tupenda Kiswahili. John 14. Ni nini hiyo? Ni kazi, ni maisha, ni nini hiyo? Ni afya. Yesu anasema, maana jina lake liko na mamlaka. Anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Baraka umeomba kwa jina lake Yesu, anasema nitalifanya. I want to give you 10 minutes of prayer. Ask anything in the name of Jesus. Hallelujah. Ask anything. Ask anything. Close your eyes. Close your eyes. Begin to ask. Begin to ask. Open your mouth. Lift up your voice. Begin to ask. Begin to ask. Ask about 7 things or 5 things. Uliza vitu 5. Uliza juu yako. Uliza juu ya watoto. Uliza juu ya jamii. Uliza juu ya fedha. Begin to ask. I said begin to ask anything. Begin to ask anything in the name of Jesus. Begin to ask. Begin to ask. Usipimie. Begin to ask anything in the name of Jesus. Begin to ask. Afya njema, good health is your portion. The name of authority, the name of Jesus, the name of Jesus gives us the access. Jina la Yesu linatupatia mpenyo na kiingilio. Anza kuuliza sasa. Naona kuna wale wanauliza. Naona kuna wengine hawaulizi. Anza kuuliza. Anasema, mkiniomba chochote kwa jina langu nitawafanyieni. Hey! Zebalala boriba shantalele boriba yanda. Begin to ask. Begin to ask. Ask. Zandabo shikataya lade. Begin to ask. Begin to ask. Begin to ask. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Begin to ask. Begin to ask. Ask about your children. Ask about your family. Ask about your job. Ask about your peace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am asking in the name of Jesus, who is a custodian of the things of God. I ask
I ask for the healing of God's people. I ask for the peace of God's people. I ask for the prosperity of God's people. I ask for good health. I ask in the name of Jesus. I ask for salvation. Lift up your hands and ask. Inua sauti yako na inua mikono yako na uulize kwa jina la Yesu, sio kwa jina langu mimi mchungaji. Hapana, uliza kwa jina la Yesu. Zemara belo kotara blena ganda lekozi kayata rabayande lesola bana mazokotolo borila. Uliza ukiamini, uliza ukiamini. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, I ask in your name the prosperity of your children, the peace of your children, the health of your children. Yes. Ask in the name of Jesus. 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 Hey, in the name of Jesus. I ask for peace. I ask for health. Yes, in the lives of God's people, in families. I ask for peace in families. I ask for health in families. I ask for healing. I ask for security in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your healing, receive your security, receive your peace. In the name of Jesus, all authority has been given to the name of Jesus. And in the name of Jesus, receive your peace, receive your health, receive your security. Yes, the name of Jesus carries dominion, carries power, carries honor, carries glory, carries your solution. Receive now. Everybody receive in the name of Jesus. The blessings of God, the favor of God, the grace of God, the breakthroughs of God. Remazoko tarabada beshendere borobo zandereba lekoshinderele boribayande. In the name of Jesus, receive. By faith you are healed. In the name of Jesus, by faith you are established. In the name of Jesus, by faith you are prospered. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wachawi na mapepo na usultani na kila aina ya ngome haina uweza kinyume chako. Wafalme wa giza, usultani hauna uweza dhidi yako kwa jina la Yesu. Wamenyang'anywa mamlaka, wamenyang'anywa nguvu. Hawawezi kalia nyumba yako, hawawezi kalia watoto wako, hawawezi kalia jamii yako. In the name of Jesus, nimesema ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo wote wamesalimishwa katika mamlaka na utawala wa jina la Yesu. Wamenyongwa. Hey, seboloborobo zandereba. Wamenyang'anywa uweza. Kanisa omba. Kanisa omba. Tangaza kwa jina la Yesu. Tangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oh, jelabayande rebo bazanda, jakatabarabayande rebo bazaya. Maroho ambayo hujaribu kutunyang'anya amani,
hata kwenye taifa, hata kwenye mji wetu. Usultani wa anga hauna uweza dhidi ya jina la Yesu, dhidi ya jina la Yesu. Oh, shalereboreba. In the name of Jesus. Tunapomalizia, inua mikono yako kila moja. Tangaza, napokea vyote kwa jina la Yesu. Napokea vyote. Tangaza, napokea vyote kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza, napokea vyote, napokea vyote. Tunaponda